viongozi wote na watambua mliokuja hapa na ndugu wananchi kwa ujumla wake. Leo nimerudi tena hapa Kojani. Nilikuja mara ya mwisho hapa wakati tunahitaji kukarabati shule. Na mbunge wa hapa, mtu rahimu sana, mchapakazi mwenye uwezo mkubwa, aliniomba nikaja hapa pamoja na Mheshimiwa Leila Mohamed Musa, waziri wa elimu na mafunzo ya amali Zanzibar. Tukatembelea shule, tukaona mahitaji, tukaikarabati. Leo nimekuja na habari nzuri. Kama alivyosema Mheshimiwa Chande, serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameagiza tujenge shule za amali. Lakini sio amali tu, amali ufundi. Na shule hizo zinajengwa hapa Tanzania. Kwa upande wa Zanzibar, shule moja itajengwa hapa kwenye eneo ambalo wananchi kwa ukarimu wenu mumekabidhi kwa serikali. Na washukuru na kuwapongeza sana. Hiyo itakuwa ni shule ya ufundi, mambo ya umeme, mambo ya ujenzi, ufundi mitambo. Vijana watakaomaliza hapa watakuwa tayari kuajiriwa. Watakapomaliza skuli kidato cha 4, wakimaliza skuli kidato cha 4, watapata cheti cha sekondari na vile vile cheti cha ufundi. Dr. Samia oye! Hii shule tunajenga kwa maelekezo ya rais wetu na kwa kuunga mkono juhudi nzuri sana ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Amesema hapa Mheshimiwa Chande, mambo sasa ni magorofa. Ujenzi wa miundombinu ya elimu Zanzibar umetia fora sana. Sisi hatuna budi wa Serikali ya Muungano kuunga mkono juhudi nzuri zinazofanyika. Kwa hiyo kwa Zanzibar, shule hizi za ufundi zinajengwa 2. Moja hapa Wete Kojani, nyingine inajengwa Kusini Unguja. Na ujenzi utaanza mapema, na mimi namuunga mkono Mheshimiwa Chande kwamba tunaomba taratibu za ujenzi zifanyike, ujenzi uende kwa haraka. Tukitumia utaratibu wa force account, tutaanza kuona shule mapema, kwa sababu wananchi wanataka watoto wao wakimaliza shule waajiriwe ndani ya nchi na hata nje ya nchi. Kwa hiyo ndio habari nzuri nilizozileta hapa. Napenda kuhakikishia kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kufanya kazi kwa karibu sana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hapa Pemba, imeelezwa hapa, chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kimejenga kwa ajili ya kuchukua wanafunzi hapa bala wanafunzi kuvuka maji kwenda bara. Chuo huria, kikuu huria nacho mmetoa eneo na ujenzi utakwenda. Na sisi tutarudi tena Pemba. Na niwahakikishie msaidizi wangu, nilivyomwambia nakuja Pemba, kanitoroka Dodoma kawai Pemba. Sasa leo nitahakikisha tunarudi naye. Nikimwacha humu sijui atarudi lini Dodoma kwenda kufanya kazi. Na kuhusu mbunge wa hapa Mheshimiwa Chande, naomba niseme machache. Huyu ni mtu rahimu sana. Huyu ni naibu waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anajibu maswali vizuri sana bungeni. Anatembelea maeneo yote ya Tanzania. Kesha fika hata katika jimbo langu. Kanifanyia kazi nzuri. Na wabunge wengi wanamshukuru kwa kazi nzuri anazofanya. Anatizama Tanzania nzima. Ni wajibu wetu sisi kuja na sisi kutizama Kojani, kwa sababu hatutaki tumpoteze Mheshimiwa Chande. Kwa sababu kwenye uchaguzi ujao sisi wote tunamuona akichapa kazi pale bungeni, mara yuko Shinyanga, mara yuko Songwe, mara yuko Kilimanjaro, anazunguka kutekeleza kazi alizopangiwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa uchapaji kazi wake na maendeleo aliyopigania hapa Kojani, tumekuja kutangaza hii shule kwa namna nyingine, kuambia wana Kojani,
Nani kama Chande? Nani kama Chande? Nani kama Chande? Chande oye! Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alivyochukua mamlaka ya kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuta mikopo ya wanafunzi wanaosoma elimu ya juu ilikuwa ni bilioni 464, na nalisema hili kwa sababu Pemba watu ni wapenda elimu sana. Pemba, uongo kweli jamani? Pemba oye! Sisi tunajua hilo. Hata nilivyokuwa mhadhiri chuo kikuu, nimekuja kufanya tafiti Pemba, nimezunguka, tumeangalia watu wa Pemba wanapenda sana elimu. Sasa hili mlisikie. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alivyochukua mamlaka ya kuongoza nchi yetu, kitu cha kwanza alisema ongezeni mikopo ya elimu ya juu kutoka bilioni 464 mpaka bilioni 787. Na Mheshimiwa Chande, Mheshimiwa Hamadi Chande ndio analisukuma hili kule hazina. Anatusaidia sana. Leo vijana tumeambiwa hapa kwa Pemba, kwa Zanzibar, watu wachache sana wana changamoto ya kupata mikopo. Dr. Samia oye! Atasikia kweli Dr. Samia oye! Anapiga moja hivi nione nani atakata hewa mapema. Dr. Samia oye! Alafu tutaenda. Sawa, sawa. Wananchi oye! Dr. Mwinyi oye! Kwa hiyo ndugu zangu, yako mengi ya kusema. Nataka tu nisiwaweke kwenye mvua. Kwenye elimu, alichokifanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mageuzi aliyoleta kwenye elimu, ujenzi na fursa, ikiwa ni pamoja na kutoa scholarship kwenda kusoma nje. Mwaka huu tunaenda kuanza, mwaka wa fedha unaoanza, kupeleka vijana kwenda kusoma nje kwa maelekezo ya rais wetu. Kwa kazi aliyofanya Dr. Samia kwenye elimu, na yako mengi, uchaguzi unaokuja Dr. Samia tunampa kura kama tena sio kama zote, kura zote. Dr. Samia oye! Na mimi nishakuja hapa Zanzibar mara kadhaa, Ikulu pale kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, matukio ya elimu, akigawa vishikwambi kwa walimu, akitoa zawadi kwa waliofanya vizuri sana. Tumekuja mara kadhaa na tunaona kinachofanyika Zanzibar kwenye mambo mengi, lakini katika elimu, na elimu itainyanyua Zanzibar kweli kweli. Dr. Hussein Mwinyi anasimamia elimu vizuri sana, na amempa kazi hiyo Mheshimiwa ndugu yangu, rafiki yangu Leila Mohamed Musa. Kwa hilo Zanzibar inapaa. Dr. Hussein Mwinyi oye! Naye kura hizo namuombea kura zote. Kwa ndugu zangu, sitaki niwachoshe. Pemba tutarudi. Pemba mtakuja. Hakuna anayekuja Pemba aache kurudi. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.